Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Asanti sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwarĩria. Nĩ tũkorwo tũgĩthoma SMS cianyu kaira atarĩ kũnene. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twĩna mũthuri ti Eugene Wamalwa, nĩ akoretwo akĩrora mwĩgariũrĩre wa siasa cia bũrũri ũyũ, na nĩkĩo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũrenda tunanĩire njũng'wa nake thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Mheshimiwa, tutanaikĩria swali ambalo tunaulizana ni umekuwa kwenye siasa, ulingo huu wa siasa kwa muda sasa. Ukiangalia yanayoendelea kwa sasa hivi katika serikali ambayo inaendelea kupeleka mambo na mbele, bũrũri weha niko rufio. Kwanza ukiangalia hali ya uchumi vile ilivyo, mambo ya ushuru na kodi, kila mtu analia. Ukija kwa mambo ya sekta ya afya, madaktari wetu wamekuwa mgomo sasa inaenda zaidi ya wiki 3. Tunaelezwa wale watu wamepoteza maisha, hasa watoto wachanga wakiwa kwa incubators katika hospitali zetu. Tuwaelezwa ni zaidi ya watu 500. Hii ni namba inakaribia ile ilikuwa kule Shakahola. Ni mambo yasiyo sawa. Na sio tu madaktari, tuambiwa sasa nurses, tunaambiwa sasa wale watu wa lab na wale clinicians sasa pia wanajiunga na huu mgomo. Inamaanisha huduma za afya katika taifa letu zimeathiriwa pakubwa, na yule anaumia ni mwananchi. Haya ni mambo ambayo tunasema serikali ya Kenya Kwanza fail ku deal na haya mambo ambayo yanaguza mwananchi. Wanasema hawana pesa. Leo tu tumemsikiza, nafikiri hata imekuwa kwenye habari. Imemchukua zaidi ya wiki 3 rais wa nchi kuzungumzia swala kama hili. Unawacha nchi iko katika hali mahututi, wagonjwa wanakufa hospitalini. Badala uzungumuze na madaktari, wewe unakaa na watu wa chama yako kupanga uchaguzi. You know, business as usual. Unapanga mambo ya UDA ya 2027 na Wakenya wanakufa. Ametoka hapo, anawacha hali iko mbaya, na sio tu katika sekta ya afya. Ukiangalia kwa sekta ya kilimo, kuna shida. Ni wakati wa upanzi, tuna mvua, tuna udongo wa rutuba kabisa, tunahitaji mbegu na mbolea. Wakulima wako wanapewa mbegu fake, wanapewa mawe kwa magunia, mavi ya punda, mavi ya kuku, sijui mavi gani, inawekwa kwa gunia, inauziwa wakulima wetu wa Kenya. Alafu waziri wa kilimo anataka kutuambia eti hakuna mbegu ama mbolea gushi. Hivyo ndio Linturi alisema karibu wiki 2 anapingana na Wakenya. Polisi wa Kenya wameshika watu. Wakulima wamerudisha mbolea, wamechukua kwenye NCPB na wanapata ndani ni mawe. Alafu Linturi anataka watuambia ati hakuna ati hiyo ni propaganda ya Azimio, hakuna mbolea. Hii wiki amekubali kuna mbolea fake KEBS, na hii ni official, yule ambaye anaweka zile standards. Wamesema hii mbolea mwepea wa Kenya si sawa. So kuna shida. Na sio tu sekta ya kilimo. Angalia kwa sekta ya elimu. Capitation, mimi nimekuwa shule moja kule Nyanza inaitwa Nyakach. Shule ina watoto 3,000. Capitation, shule imefungua, inaenda kufunga, hawajapata pesa zao. Jiulize huyo mwalimu mkuu analishaje hawa watoto? How are these schools surviving? Paka inabidi shule zianze kufunga mapema. Nafahamu kwamba wewe ni rafiki ya rais Dr. William Samoei. Umempigia simu kumuuliza, bwana, taifa liko haribaya? Kwa sababu kama mlikuwa mnaunda Jubilee pamoja mkiwa watatu, Uhuru Kenyatta, Eugene Wamalwa na William Ruto, mbona usimpigie simu mwambie wewe bwana, hii taifa mambo si sawa? Ana washauri wake sasa. Mimi siko serikalini. Ana washauri wake, ana wale wandani wake, lakini kile sisi kama upinzani tunasema, hauwezi sema hauna pesa kupea madaktari, na ile hali uko na pesa kupea marafiki zako walianguka kura.
unawaleta kuwafanya CASs, yani manaibu wa mawaziri. Huyu jamaa anaenda kupata mshahara kushinda yule mbunge alimwangusha kura. Na wewe uko unaambia Wakenya, hatuwezi pata bilioni 4 kupea hawa madaktari, hizi pesa hatuna. Leo tunaambiwa hatuna hii pesa ya madaktari, let us live within our means. But are we living within our means? Ukiangalia chai State House tunaambiwa bilioni 4 imetengwa chai na mandazi peke yake. Iwapo Dr. Ruto atakuita kwambie nimeona kumekuwa na changamoto hapa katika kilimo, Yes. na kufanya waziri, unaweza kukaidi? Siwezi sababu sisi twataka tumuondoe na hii serikali yake. Baada ya miaka mitatu? No. Haichukui miaka mitano. Mtu adeo na job, if you are not capable, itaonekana wazi mchana. Kwa hiyo kwanza rafiki yako akwambie, Eugene Wamalwa, nilikutazama kwa runinga ya Inooro TV, kuja unisaidie. Huwezi kwenda kusaidia rafiki yako bwana? Uwe waziri wa kilimo. Mimi nimekuwa waziri, sina tamaa kuwa waziri. Vile nimekueleza, Lakini amekwambia kama ni wizara, mimi kuja unisaidie. Nimekuwa waziri wa haki, nimekuwa waziri wa maji, nimekuwa waziri wa ugatuzi, nimekuwa waziri wa ulinzi, majeshi yote ya Kenya. Sina tamaa kuwa waziri tena. Kuna vitu viwili tu mimi sijapata: unaibu wa rais na urais wa Kenya. Hapo ndio mimi nalenga. Lakini kwa sasa kazi yangu kubwa na wenzangu kwa Azimio ni kumtetea Mkenya na kumwambia ukweli ya kwamba tuko na watu wa uongozini ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Na kuna jibu ni moja tu: kama umeshindwa na kazi, basi utaondolewa. Hata Biblia inasema mti mzuri unaozaa matunda hukuzwa, lakini mtu haozai matunda hukatwa. Baada ya miaka mitatu, kwa sababu uchaguzi utakuwa mwaka wa 2027. Utakuja. Na umetoka katika eneo la magharibi. Yes. Kuna wababa wa kisiasa walio na nafasi. Yes. Kwa mfano Moses Wetangula ni ako speaker wa bunge number 3 kwa serikali. Yes. Musalia Mudavadi chief cabinet. Sasa Waluya atakuuliza, sasa unataka kutuahidi nini? Kwa sababu hawa wako katika ndani ya serikali. Waluya, kuambia Waluya kuwa namba 3 sio kitu ya kujivunia sana. Sababu kama ni namba 3, tumekuwa mara 3 namba 3. Tumekuwa na Kenneth Marende, amekuwa namba 3 speaker. Tumekuwa na Kenneth Lusaka, amekuwa namba 3 speaker. Sasa Wetangula kuwa namba 3 si jambo la kushtua Waluya. Lakini sio hiyo tu, tumekuwa namba 2. Tumepea nchi hii makamu wa rais wa 7, Musalia Mudavadi. Tulikuwa namba 2. Ndugu yangu marehemu Wamalwa kijana alikuwa makamu wa rais wa 8. Tulikuwa namba 2. Na Mudi Awori. Tulikuwa na Mudi Awori. Sasa tumekuwa namba 2 mara. Sasa wewe kutuambia kuwa namba 3 ati iwe ni jambo la kumshangaza Muluya? Hapana, sisi ni namba 1 hatujakuwa. Na imechukua miaka 60, lakini tuko tunajipanga. No. Lakini sio hilo tu, tuko tunasema kwa hali ya nchi vile ilivyo. Juzi wamefanya ile opinion polling na inaonyesha zaidi ya Wakenya 78% maisha yamekuwa magumu. Hata kuweka chakula kwa meza ni shida, kusomesha watoto wao ni shida. Zaidi ya watoto 1,300 walishindwa kwenda shuleni sababu ya umaskini. Ndio hii mambo ya matibabu sasa kuna shida. So tuko tunasema mambo hayako sawa katika taifa letu. Is the country going in the right direction? No. And it's a failure of leadership kwa wale walio katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Na sisi kazi yetu kama wapinzani lazima tuambie Wakenya ukweli. Kama Mlima Kenya tulikuwa tunaambiwa wakiingia hivi wataleta kitu inaitwa guaranteed minimum returns. Now for a farmer, Mlima Kenya ama Kenya, your returns are not guaranteed anymore. Sababu kama unaanza na mbolea na mbegu gushi, haitawezekana ya kwamba utapata mazao. Alafu ushuru ambao umeongezwa, hadi sasa tunaanza kuingia kwa boma, kila boma la mtu, kumuuliza una ng'ombe wangapi, una mbuzi wangapi.
Hata Western Waluya wameshangaa, wanaanza kuhesabu kuku. Na unajua ukiguza kuku bana umemaliza Mluya. Mheshimiwa, lakini niulize tu, Yes. umekuwa kwenye kamati Yes. ambao umekuwa umeketi, umekuwepo, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amekuwepo, kumekuwa na Mheshimiwa Ishong'o amekuwepo. Hii kamati ilikuwa imewapatia nafasi kuzungumzia mambo yote. Ni kweli. Lakini wewe mwenyewe ukasema sitatia saini kwa mambo ambayo sikubaliani nayo. Na pia tumeona hata umesema hata allowance, manake sikubaliani na mambo, hata allowance zaidi ya milioni 1 sitting allowance umesema potelea Makindu staki. Lakini mlikuwa na wakati mzuri sana wa kurekebisha haya mambo yote unayozungumzia. Ni kweli Njenga, na nilisikitishwa sana na wenzetu kutoka Kenya Kwanza ya kwamba maswala ambayo walileta mezani hayakuwa yanamhusu Wanjiku. Yalikuwa yanahusu wale wakubwa, ofisi ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu. Naam. Ofisi ya kiongozi wa upinzani na manaibu wawili. Ofisi za kina mama zaidi, women reps tuongeze wawe wawili kila county. Mambo ya wabunge ya CDF, mambo ya MCA, hawa wote ni waheshimiwa. So kila jambo la mheshimiwa, awe MCA, awe mbunge, awe women rep, awe Wamalwa ama Kalonzo ama Raila, wanataka kuwa wakubwa wa upinzani, wapewe maofisi, wapewe mishahara na magari, Mudavadi apewe. Hayo walisema ni sawa. Lakini swala la gharama ya maisha ambayo linamfinya kila Mkenya walikataa. Na wakasema haya hatutazungumuza, hakuna ushuru tunapunguza. Na baadaye nikajiuliza ni kwa nini walikataa jambo hili. Nilikataa sababu wakati mambo haya yao walileta, tukasema okay, sababu tunataka maridhiano, tukakubaliana mambo yao sawa, na walianza na yao. They were very strategic. Ulitoka lini? Kwa sababu watu wanasema ya kwamba kidogo tu, watu wanasema ya kwamba uliketi kwa muda wote na ukapokea marupurupu, na tunaambiwa ya kwamba sijui kama utatuambia kama ni kweli, mlikuwa mnalipwa shilingi 50,000 kila siku. Kwa hivyo ni zaidi ya milioni 3. Sina habari kila siku. Sina habari, sababu hatukulipwa shilingi hata moja. Hakuna kitu ulipata katika hakuna shilingi hata moja tulilipwa. Na wakati tumeanza mazungumzo, wenzetu walianza na mapendekezo yao matatu. Na mnakumbuka mambo haya, mkubwa wao tayari alikuwa amewauliza bungeni kupitia ile memorandum ya kwamba ningependa mfanye haya marekebisho kwa katiba. Unaposema mkubwa unasema rais? Yes, mkubwa wa Kenya Kwanza. Sababu timu ya kinara wa Kenya Kwanza alituma timu yake hapa Ishong'o, Kimani Ishong'o. Yes, ikiongozwa na Kimani Ishong'o. Wakasema wakasema mambo yetu Kalonzo Musyoka. Wakaleta yao, sisi tuliongozwa na Kalonzo Musyoka, na mambo yetu haswa yalikuwa mawili: gharama ya maisha na mambo ya electoral justice, mambo ya IBC, mambo ya kuchunguza yaliyotendeka kwa uchaguzi huu na marekebisho yanayohitajika kwa sheria ya uchaguzi ili tuwe na uchaguzi huru na wa haki 2027. Wakenya wasipigane tena, sababu 2007 Wakenya walipigana kutokuwa na imani na ile tume ya uchaguzi. Na ukipata tume imegawanyika mara mbili, minority ya tume ndio iliidhinisha matokeo yaliyofanya Mheshimiwa Ruto aapishwe kama rais. Ilikuwa Chebukati na makomishona wawili. Majority wa hii commission 4 walikataa matokeo hayo. Na hata tukiwaita Bomas, wawili walikuwa ng'ambo. Wakasema hadi sasa hatukubali matokeo yaliyotangazwa na Chebukati, hayo yalikuwa yake. Na a year later hawakukubali. Inamaanisha kuna shida. Chebukati ni Muluya. Chebukati ni Muluya. Hukuwahi kumpigia kumuuliza bwana, mbona kuweka taifa katika hali tete? Chebukati si tu Muluya, ni Mbukusu mwenzangu, lakini ni
ni mtu wa ukoo wa Bwana Wetangula. Sasa tunajua wanajuana kwa vilemba. Kuna yale walifanya, sitaki niyazungumzie leo, lakini tunajua Bwana Chebukati alipotangaza matokeo hayo, majority ya commission yake haikukubali. So hilo ni jambo lazima Wakenya wachunguze, sababu huenda likarudia tena. Na unasema 2027 linaweza kujirudia, linaweza leta shida ya 207 Wakenya walipoteza maisha sababu ya kutokuwa na imani na IBC. So ni swala muhimu tulileta mbele ya taifa, tulizungumzie. Na swala la gharama ya maisha, kwangu mimi swala la gharama ya maisha ilikuja mwisho, na wakati tunafikia hilo swala na wenzangu wakakataa, hilo ni jambo hutatia saini ripoti hiyo. And in protest nikasema sitaweka saini, na nina haki kama mwanakamati. Kwa hivyo huku lipo marupurupu, hata shilingi moja sikupokea, sababu ujue kuna propaganda nyingi, tulikuwa tunalipwa kila wiki, hakuna pesa tulilipwa. Ilikuwa inasemekana mnalipwa 50,000 kila siku. Hadi tukamilishe hiyo kazi hakuna shilingi hata moja tulilipwa. Ulikuwa unatumia baada pesa yako. Ya hayo mazungumzo kwisha na ripoti kuwasilishwa bungeni, nilipokea simu na nikaitwa bungeni. Naam. Niende nipeane account yangu ili niweze kulipwa marupurupu kwa zile siku nilikuwa kwa vile vikao. Na hapo ndio mliona baada ya kwenda bungeni niliandika barua, na hiyo barua niliweka wazi, nikasema tayari nilikuwa nimechukua msimamo, sababu tulishughulikia masuala ya wakubwa na tukawacha Wanjiku. Mimi nilisema sitaweka sahihi na sitakubali malipo, sababu niliona ni kama the single most important issue that touched every Kenyan. Na hata ninyi mkiwa hapa, najua mnapata pesa nyingi, nyinyi wadosi huko Citizen, lakini ukikatwa nyumba na wewe tayari ulikuwa umechukua kaloni kako kama hapa, umejenga nyumba yako, kama hiyo, now your priority njenga may not be a house now. Wewe ushajenga huko, unalipa hiyo, na juu ya hiyo unaambiwa lazima upende usipende unakatwa. Lakini waache nikuulize, tuangazie sasa siasa za ripoti hiyo. Sasa umesema wewe hukutia, inasemekana ripoti ya NADCO mwanzo hizi zako baada ya mahakama ya Kiambu kupiga break utekelezaji wa ripoti hiyo. Kwa hivyo inasemekana nyinyi mlifanya kazi bure, na inasemekana kwamba nyinyi mlipewa nafasi ya taken for a ride, mkae hapo mfurahi, lakini NADCO ni sawa na BBI, ilikuwa tu kazi bure. Sio kazi bure. Lile sikukubali ni gharama ya maisha, na kile lazima niambie Wakenya ukweli, wenzetu walikataa kuzungumzia swala hilo sababu walikuwa na instructions, that's a no-go zone, hakuna ushuru tunapunguza, na sababu wana nia ya kuongeza ushuru. Ukiangalia budget policy statement ambayo bunge hili likifunguliwa mwezi wa pili, ile budget policy statement iliwekwa mbele ya bunge Februari, inaonyesha ile trajectory ya increasing taxes. Na kama mlikuwa mnalia juu ya finance bill 2023, sasa hii finance bill 2024 is the mother of all. Hii ndio sasa inaenda kuongeza. Unaahidi wa Kenya kwamba inaenda kuongeza, watapata chapter makuni. Sasa wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kama mwaka jana mlikuwa mnastaajabu ya Musa, mwaka huu mtaona ya Firauni. Wanaenda kuongeza kila kitu, na tayari wananchi wameanza kusikia uzito, wameanza kuingia manyumba ya wananchi, wanaanza kuhesabu hata avocado. Na nashukuru sana wakulima wa Murang'a walitoa sauti, wabunge wanatoka Murang'a, hasa nilisikia rafiki yangu wa Gatanga anasema hii vitu hatukuchunguza vizuri, wanasema Biblia ni kubwa au wezi soma verse zote. Wabunge wanaanza kukubali, hasa wabunge wa mlima ya kwamba hawakusoma ile finance bill. Lakini umechai kuwa mbunge? Mimi nimekuwa mbunge. Lakini unawataja wabunge kama hao unawataja, ni wabunge wa aina gani? Kwa sababu wanapitisha finance bill, halafu wanalia baadaye, wanakuwa ni kama sawa.
na wananchi wenzao. Hiyo inaitwa shedding crocodile tears. Na ujue Mreu ni wakili mwenzangu, is a top lawyer. Yeye kama wakili hawezi sign kitu ambacho haujakielewa, haujakisoma. Nimesikia wakieleza wananchi wa Murang'a wakikatai mambo ya watu wa KRA hapo. Yes, mambo ya avocado. Alafu wanakuja kuambia wananchi, msilipe hii. Nimesikia ndugu yangu Gashago anasema kuna makosa hapa, wacha tutaenda tuangalie turekebishe. Tukiwa Bomas tuliwaonyesha mambo haya yote, tukamwambia hii kitu ina makosa. Tumesikiza watu wa makanisa, ndugu zetu Waislamu wote walisema hii finance bill ina makosa. Bishops wa Kikatoliki walikuja wakasema repeal the finance bill ama amend, walikataa. Baadaye mwananchi akianza kulia, pressure ikija kwa mbunge, ndio wanaanza kukubali, kweli kuna makosa, lakini tulishurutishwa, tuliambiwa msitoe hata koma, hiyo finance bill ipite vile ilivyo. Na sasa kitu hiki kinauma kila mwananchi, na wanasema kwa kila shilingi 100 unaotengeza wewe mkulima, wanataka shilingi 5. So hata wale ambao walikuwa hawajawahi sikia mambo haya tangu serikali zote ziweko, wanaanza kushangaa, wanaanza kuuliza furoriweha. Lakini unajua tukiwa na jenga tumekota zaidi ya 30 to 35% pay as you earn. Yes. Iweje kwa nini hawa wakulima wafanye biashara wanasema ya kwamba hawataki kukatwa kodi? Yes. Lakini wanataka maendeleo. Sasa sisi zaidi ya milioni 3 tuwabebe. Kwa nini kila raia, like now we have labor force is like 23 million. Wale ambao kama sisi na jenga tunalipa kodi, it's only 3 million. Kwa nini kusiwe na usawa? Hata hao kama ni pig farmer ama avocado, kila mtu akatwe kodi ya kuleta maendeleo kwa taifa hili. Kila mtu analipa kodi tayari. Si wewe ulikuwa unakatwa kodi hata kama wale waziri? Wananchi wako, kama waziri ulikuwa unakatwa pesa ngapi? Yes, lakini wale wananchi pia wako wanalipa ushuru. Ujue hii mambo kusema eti hawako wanalipa. Wewe ukiingia gari utoke huko Kiambu ukuje Nairobi ama Nyeri, ile nauli huko unalipa. Ile mafuta sisi tumeweka mafuta tukiwa na jenga. Ndio. So kila mtu alipe kodi. Yes, lakini sasa kama hao wakulima wa miwa sasa wakatwe kodi. Kuna jambo ambalo lilifanyika kule Amerika. The Boston Tea Party revolution ilianza Amerika. Naam. Ilikuwa kwa mambo ya ushuru. Na Waamerika wakasema there will be no taxation without representation. Naam. Hii mambo ya wewe kuambiwa upende usipende utalipa. Lakini wakati ushuru huu unakuja, walifanya ile mambo ya public participation. Over 80% ya Wakenya walikataa hii finance bill. Ilikuwa one of the bills ilikuwa subjected to the widest public participation. Lakini wenzetu waliitwa State House, wakaambiwa msitoe hata koma, mupitishe vile ilivyo. Hapo ndio makosa yalianzia. Na kama wabunge wanaanza kwenda kuambia wananchi ya kwamba kweli hawakuelewa hiyo finance bill, then inamaanisha this taxation is being imposed on Kenyans without proper representation. Hapo ndio kuna shida sasa. Naomba tupunge unyunyu tena kidogo. Manake najua Mushoki upande wa pili wa studio atakuwa akitupatia highlights wakati usiokuwa mrefu. Lakini tukirejea tuulizana mzee tunamuita baba. Yes. Baba ndio anaelekea zake Addis. Je, Azimio umebaki wapi? Na pia tutaulizana, umesema umekuwa na viti vyote vile, lakini kuna viti viwili ambavyo hujapata. Kuna mkuki wa 3 ambao tutaongelea. Mkuki wa kwanza Rais Uhuru Kenyatta mstaafu. Mkuki wa pili ndio sasa uko na Rais William Ruto. Na umesema mkuki wa 3 ulipewa wewe. Tutaulizana huu mkuki utadunga wapi. Tuikeria soke kaida tale kule Mushoki akoro agetoya matebo ma mohoro.